Tumsifu Yesu Kristo. Ninakusalimia katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Isaya Francis, ni mshauri na mwalimu katika masuala ya kiimani. Leo nimekuletea njia kuu 5 za kuweza kutengeneza usiku ulio bora na wenye baraka ndani yake. Njia ya kwanza kabisa ili uweze kutengeneza usiku wako ulio bora na wenye baraka ndani yake ni kuzingatia kuoga pale unapotoka kazini. Amina. Jambo la kwanza kabisa natakiwa uoge maji pale unapotoka kazini. Na ni aina gani ya maji ambayo unashauriwa kuyaoga? Ni maji ya vuguvugu, maji yenye uvuguvugu. Kwa nini maji ya vuguvugu? Kwa sababu maji ya vuguvugu ni kama yanauandaa mwili kwenda kupumzika. Amina. Kwa hiyo maji ya vuguvugu ni ya muhimu kuliko maji ya baridi wakati wa jioni, wakati wa kwenda kupumzika. Amina. Jambo lingine la pili, baada ya kumaliza kuoga ni vizuri kupata chakula. Amina. Anasema dina. Ni vizuri kula chakula cha usiku ili kuweza kuimarisha mwili wako. Amina. Jambo la tatu, baada ya kumaliza kula ni kwenda kupumzika kitandani. Lakini kabla hujaenda kupumzika kitandani, ni vizuri uzingatie kusali. Jamani, please usisahau kumuomba Mwenyezi Mungu, muumba mbingu na nchi. Amina. Na ni namna gani ambavyo unaweza kumuomba Mwenyezi Mungu? Cha kwanza kabisa, lazima ukumbuke kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kukulinda siku nzima katika mihangaiko yako yote. Amina. Kwa hiyo inatakiwa umshukuru kwa sababu amekulinda siku nzima, amekutangulia katika mihangaiko yako. Kwa hiyo mshukuru Mwenyezi Mungu. Amina. Jambo la pili, ukishamshukuru Mwenyezi Mungu, ni vizuri ukumbuke kufanya toba. Amina. Usilale bila kufanya toba. Muombe Mungu akusamehe dhambi zako. Pengine huko ulipokuwa kazini kuna mtu labda amekwazana. Kwa hiyo muombe Mwenyezi Mungu akusaidie, akusamehe dhambi zako zote ulizotenda. Amina. Baada ya kumaliza kuomba toba, ni vizuri sasa ukumbuke umuombe Mwenyezi Mungu akusaidie, akulinde, akubariki usiku wako ukapate kuwa na baraka ndani yake, akuepushe na zile ndoto mbaya, zile hila zote za yule mwovu shetani. Mungu akuepushe navyo. Amina. Nafikiri ukishamaliza hayo yote, jambo lingine la muhimu ambalo inatakiwa ulifanye, jamani, ni kulala. Amina. Ni kulala, kupumzika. Jamani, inatakiwa ukishamaliza kusali usifanye jambo lingine lolote. Lala, pumzika. Sasa unakuta kuna mtu amemaliza kusali, kabla ya kulala anajikuta anachukua tena simu yake, anaanza kuingia kwenye mitandao ya kijamii, anaanza kuperuzi, anaingia TikTok, anaingia Instagram, anaingia YouTube, WhatsApp. Jamani, ukishamaliza kusali, kuomba, kuzungumza na Mwenyezi Mungu, usifanye shughuli nyingine yoyote. Inatakiwa ulale, upumzike. Kwa nini? Kwa sababu ukishaanza kuingia kwenye mitandao ya kijamii, ukaanza kuperuzi, kuna vitu vichafu utaanza kuviona, mwisho wa siku itakuharibia maombi yako uliyoyafanya, uliyozungumza na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ukimaliza kuomba, pumzika, lala. Amina. Nafikiri ni hayo tu. Kwa hiyo ukifanya yote mfululizo kila siku ndani ya mwezi mzima, utaona mwenyewe kuna vitu vingi sana vitaanza kubadilika katika maisha yako. Amina. Nafikiri ni hivyo tu. Mungu awabariki sana. Furaha, amani na upendo wa Bwana wetu Yesu Kristo vikapate kutawala katika maisha yenu ninyi nyote. Amina.